Unaruka. Wewe bwana umekwenda kwenye TV. Wewe boxer. Wewe unapigana. Ina maana hujali hichi nilichokuambia kuhusu Mwakemwake mpaka uniletea habari ya Bunji? Nataka ujue kwamba najua kinachoendelea nyuma ya pazia. Ni kuhusu Gwamaka. Hapana. Mimi na wewe Bella tunapaswa kuzungumza kuhusu ujinga na mtoto ulioanzisha siku hizi. Ni chaguo rahisi. Fanya maamuzi magumu. Unaweza kupambana au ukakimbia. Kwa sababu muda ujao. Ni rahisi kusahau. Kwa sababu leo yako inajengwa na jana. Jambo la muhimu, pambana kama kesho haipo. Basi Tusi, nyamaza mwanangu. Na mwanangu sana baba yako. Marusaja, niambie nifanye nini? Tusa, mtoto wa kike ni rafiki wa dhati wa baba yake. Usijali chochote mwanangu. Mpende na kumheshimu sana baba yako. Na wakati ana huzuni, wewe ndio wakumpa furaha. Upilike mama. Natamani yule atangesipokuwa mama yangu. Usiseme hivyo mwanangu, ni mwiko. Usiseme hivyo Tusa. Yule ni mama yako. Puzia madhaifu yake. Pilike. Mpe heshima kama mama yako. Tusa. Gwamaka, Wisile, karibu. Nenda kuchukua kitabu. Sawa. Tuambo. Tununu. Mpo sawa? Una siri gani nyuma ya uongo wako? Nilikokuwa na hasira za babako na nikakutunzia siri zako, lakini nashangaa kwa nini leo hii unaona mimi mbaya hivi. Unajielewa Nditi? Au hayo mapenzi juu yangu mimi ndio yanakufanya unakuwa chizi? Unajua, nilikuwa nakuona wewe ni mwanaume jabali, halafu una akili timamu. Kumbe huna lolote. Hivi unawezaje kuja kwangu Nditi ukanipa hizo kashfa zako na lawama, halafu baadaye urudi unililia kwamba unanipenda kwa dhati? Wewe ni mwanaume aina gani Nditi? Hebu niache. Sasa. Baba. Soka. Soka hapo. Mpo sawa? Gwamaka, wewe ni rafiki yangu sana. Kangi wa miaka mingi. Najua unaweza kuongea chochote kwangu, hasa kwenye matatizo yako. Isio kujoa. Sidisi ana lori.
Lakini Tusa hakupaswa kuzungumza chochote Fatuma. Yaache kama yalivyo. Gwamaka mficha malazi. Fatuma, watoto ndio tunu pekee tulionayo kwenye maisha haya, maisha yaliyojaa misukosuko, maisha yaliyojaa maumivu, maisha yaliyojaa taabu. Na loli. Maisha ninayoishi mimi na wewe yanawaathiri pakubwa sana hawa watoto. Ukitaka mimi na wewe tusaidiane, tutengeneze mazingira ambayo hayataathiri kabisa ukuaji wa taaluma na ukuaji wa watoto. Fatuma, mimi nayajua vizuri maisha unayoishi wewe na mzee Mwake. Kama Tusa alivyokusimulia ya kwangu anayoyaona ya mimi na mama yake, ndivyo Rusaju anavyoyaona ya kwako. Na huyo kali ndume kwako Kalijwani. Aka ndume wangu. Lakini hao watoto hawakupaswa kabisa kushuhudia haya. Kwa hii jamii inayotuzunguka, wewe unaona tunachagua jingine? Tukanichagua Gwamaka. Likajapo. Hidaya, mimi sasa ni mzee, umri unasonga na nguvu zinapotea. Najua wewe bado ni kijana, damu inachemka, lakini kumbuka wewe ni mke wangu, mali yangu mimi, Mwake. Kumbuka hilo. Kwani kuna shida gani mume wangu? Nditi alikuwa Siku hapa kuzungumza na Nditi au mtu mwingine yeyote. Nazungumza na wewe. Kumbuka nilikuwa kwa mapenzi makubwa sana, nikitaraji tutaishi mpaka nitakapokwenda kaburini. Hidaya, wewe ni fahari na tunda la uzee wangu. Usisahau hilo. Kitu ambacho nataka kukumbusha leo ni juu ya wewe kuushikilia ujana wako, na endapo utashindwa, basi ujue wewe utakuwa chanzo cha kifo cha kila mwanaume atakayeukaribia mwili wako. Yaani kiufupi, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Ndio. Sikufichi, sikuwa na namna yote zaidi ya kukimbilia huko. Ila katika mambo yote, kitu pekee ambacho kiliniumiza ni baada ya Jobu kupigwa risasi. Iliniumiza sana. Ndio. Lakini muda mwingine nikaa nikifikiria kwamba inawezekana kwa namna moja ama nyingine anahusika kwenye kifo cha mama. Nashindwa kabisa kumuonea huruma. Unajua nini Bonji? Ndio. Jobu, zile risasi alizopigwa zimemwasili sana katika mifupa yake. Na juzi hapa nimetoka nyumbani kwake pale. Kiukweli Jobu atilia huruma, hawezi hata kunyanyuka. Sure. Yeah, na lakini niliuliza kuhusu athari yake. Walisema itaweza kuchukua muda mrefu sana, hali yake itakuja kuwa poa kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sure. Afadhali nimepata amani baada ya kujua kwamba yuko hai. Nilikuwa na wasiwasi sana, sikufichi. Pole sana Bonji. Sasa Bonji, unajua nini my brother? Ndio. Bonji, maisha ya kijiji wewe sio maisha yako. Wewe mtu wa tauni Bonji. Na inawezekana
wale jamaa bado wanakutafuta. Ushaona? Na kama wanakutafuta Bunji, wewe utakaa katika kijiji paka lini? Champion, mimi naelewa jamaa bado wananitafuta. Lakini kusema mimi kwa sasa niondoke kwenye hichi kijiji kwangu itakuwa ni ngumu sana. Sielewi, lakini inawezekana kuna sababu kubwa sana mimi kuwepo kwenye hichi kijiji. Kwa sababu cha kwanza, nataka nijue familia ya mamangu. Hilo ndio kitu muhimu sana ambao kitanifanya niendelee kwenye hichi kijiji. Lakini kitu cha pili, pia wana kijiji wananihitaji sana. Yaani kwa saizi wananihitaji zaidi, siwezi nikawaacha. Ina maana washajua kama yupo huko? Najua wamejua kwa sababu kuna uvamizi ulitokea na ndio huo uvamizi wanakijiji walikuwa wanaibiwa mazao. Sijajua kwa nini wanaibiwa mazao. Lakini katika wavamizi walioingia kuiba hayo mazao, kuna bahati nipambana nao nilipokuwa mjini. Kwa nafahamu fika taarifa za kwa zimeshawafikia kwamba mimi nipo kwenye hichi kijiji. Kuna picha moja naipata hivi. Picha? Yeah. Unajua nini Bunji? Unajua wakati nipo mjini na kuja huku kutafuta ndugu yangu, nilikuta magenge haya mawili barabarani yakiwa yanarushana mawe kidogo, si unajua? Lakini uleka katikati uleka gogo pale kwenye njia waliziba. Shona bwana. Kwa hiyo nikataka kupita, ila kuna chambo mmoja akajipendekeza. Niliamsha mwanangu. Niliamsha. Unajua tena sina baa mzee wangu. Nikaliamsha vibaya mno. Yaani vibaya. Yeah. Furu kumwaga watu mimi. Yaani sio poa. Na ambapo wazaki kujizuia ndugu yangu. Mimi na sukari yangu. Sukari yangu sio ya kupanda, sio ya kushuka. Tali za. Wende kipindi changu. Baba wa familia. Sasa mama unanipatia sana yani. Unajua nini mama? Maisha hata sio magumu. Sema watu tu hawajajipata. Tumemkosea nini Mungu Simba tuteseke? Lakini Tuli, kuna dili nataka nikupe. Yaani bonge la dili. Tulifanikisha tu hivi, tutapiga hela kweli. Dili gani? Mjomba wako Mwake anataka nimfuatilie mke wake Bi Idaya pamoja na yule dokta. Sasa nataka hiyo kazi ufanye wewe. Wafuatilie chochote utakachokiona, nipe taarifa. Usijali mama, kila kitu kitakuwa sawa. Jembe lako naingia kazini. Na ndio maana nakupenda mwanangu. Mama kuzai kama? Aflaini. Nafikiri katika hao vijana ambao mweza kugumiana nao hapo njiani, ndio vijana ambao wanakiongoza hichi kijiji. Yaani wanakijiji wote unaona kwenye hichi kijiji wanaishi na kufuata njia ambazo vijana wanataka. Ndio. Na wanamilikiwa na mzee fulani hivi, na huyo mzee ndo anaimiliki hii ardhi. Sio anaimiliki kwa halali, hapana, kwa dhulma. Na ana ukoloni wake fulani hivi ambao anauendesha, anaelewa yeye mwenyewe. Bunji. Nakusikia. Bunji. Nakuita mlaizi mara 3 Plaza. Uone kama Bunji hatari kubwa sana bro. Naelewa champion. Anaiona hatari kwa sababu nyingine nishapambana nayo. Lakini sikufichi, nahitaji kuwa nao karibu sana, yani sana, kwa sababu nimeweza kugundua kwamba kuna connection fulani hivyo inahusiana huyu mzee, baba, Mr. Kiondo na familia ya mamangu. Kwa nahitaji kuzikusanya hizi doti, niziweke pamoja niweze kujua kuna kitu gani ambacho kinaendelea. Bunji, rafiki yangu. Sure. Bunji, so kweli. Niambie ukweli. Mimi naamini kabisa ni ile pisi nyeupe ndio inakusababisha uwepo kijijini mpaka sasa hivi.
Uongo. At least nimecheka. Ndio. Ila kuna hatari kubwa zaidi champion. Kabisa. Wewe Idaya unayemwongelea Cheupe. Ameolewa bana. Wewe. Na mtu Cheupe. Huyo Cheupe. Sasa huwezi kuamini nikwambia mtu aliyemuoa. Huyo mzee mwake ambaye anamiliki hichi kijiji ndo aliyemuoa Idaya. Bwana. Kweli bala. Ni hatari champion. Hivi Bonji. Huyu mzee gani? Yukoje huyu mzee? Utamuona bana. Utamuona. Yupo tu mzee fulani hivi ukimuona huwezi kumdhania lakini afu inawezekana kwa baba mkwe wako. Kwa sababu ni baba wa Bella. Serious. Yaani yule Bella. Wewe mwake ndo babake. Akivumbi kudai. Utagumiana naye tu. Bwana. Ukisikia balaa ndo balaa. Nakwambia tena. Na nakwambia hatari zaidi yani. Sekera. Hivi ni maisha gani unayotengeneza kwa watoto? Kweli wewe kukaa na Ntuli mnakula mnarewa kweli? Maka, naomba unyamaze. Maana nimechoka nataka kupumzika. Tunapaswa kuzungumza Sekera. Mimi siwezi kukaa kimya kama naona kuna jambo aliendi sawa, naenda kinyume na maadili ya malezi. Haya. Ndoa yetu na mgogoro. Vipi kuhusu watoto? Nakuuliza, vipi kuhusu watoto? Ase! Sulitaka tuzungumze wewe. Haya, zungumza nikusikie. Zungumza! Ujiangalie rekodi huko. Sekera. Mama Tuli. Bunji. Nani? Bunji. Wewe ni nani? Jitokeze. Bunji, mimi mama yako mwanangu. Mama? Bunji, msaidie mama yako. Mama. Msaidie mama yako mwanangu. Mama. Uko wapi mama? Mama uko wapi? Mama. Msaidie mama yako. Mama. Msaidie mama yako. Mama uko wapi mama? Mama, jitokeze basi mama, njoo. Oya, we Bunji. Oya. Natoka. Shangazi. Karibu shangazi. Asante. Za asubuhi. Nzuri. Karibu sana. Asante. Mpokee. Au sio? Kwamba mimi unioni. Na mimi ndo nimegonga hapa kwanza, nimepitiza moja kwa moja kwa shangazi. Nimehusika umwao mandazi nini? Chai nimechochea moto. Dharau unajisahau eh? Salama. Marafiki zako wote wako hivi?
Hidaya. Hivi kwa nini usirudi chuo? Mimi nahisi kama itakuwa ni wazo zuri. Kwa nini usimwambie ukweli? Ninahisi ukimwambia ukweli mambo yatakuwa vizuri. Jana umegawa majukumu bila kunishirikisha lolote. Ili hali kabisa unajua mimi nina sehemu yangu ya mali katika hii familia. Usijali kuhusu Bella. Anajua kila kitu kuhusu sisi.